Tizameni athari mbaya ya mwanamke kutoka. Mwanamke huyu asili yake mafunzo ya Uislamu ni kubakia nyumbani, na mapambano ya nje ni mapambano ya wanaume. Mtume sallallahu alihukumu hivyo kwa Ali na Fatima, akamwambia Fatima, kazi za nje ni za Ali na kazi za ndani ni zako. Na Mtume akamuelekeza kuna mambo ayafanye kila usiku, kuna maneno ayaseme yatamsaidia kuondoa uchovu wa kazi zile za ndani. Kwa hiyo watu wakazuzuliwa, mwanamke ameonewa, kuna tahrirul mar'a, kuna Uislamu ndio dini iliyomweka mwanamke katika nafasi bora kabisa, na mwanamke akawa anatumikiwa na wanaume. Yatosha kuwa mwanamke anatumikiwa na wanaume. Hivi mwanamke aliyosoma Uislamu akijua kwamba yeye anatumikiwa, yani kwa lugha nyingine sisi kama vile houseboy wao, yeye yuko nyumbani, wanaume tuhangaika, tualeta chakula, ahitaji mafuta, ahitaji lotion, analetewa, nyumba ya kupanga kadha, ima baba, ima kaka, ima baba mdogo, ima mume, ima mtoto wa kiume anasimamia ndugu zake au mama. Wanaume ndio wanahangaika. Wallahi lau ulimwengu wangeliyafahamu mafunzo haya, wanawake wakabakia manyumbani, sisi tukavamia maeneo ya kazi, sisi tukaanza tunachuma, tunawasimamia wanawake, tungeishi maisha bora sana. Na ukitaka kuyaona hayo, tizama mifano katika yale majumba yetu sisi na maisha yetu sisi, ambo kwa kiasi inawezekana sio 100% tuweza kuwasimamia wake zetu. Akakaa nyumbani ukamletea, akatoka kwa mipaka, nenda hapa usende, hiki sina hiki ninacho. Tunaona yale maisha tunaoishi. Nyewe wengine ndio mnaoambiwa wanaume suruali, wanaume suruali, msotaka wanawake magolkipa. Yani kuna mwanaume anasema yeye hataki mwanamke goalkeeper wa kuletewa. Sasa kama ni lugha hiyo, basi kwambia asili ya mwanamke goalkeeper kwa lugha hiyo yako. Sasa kama utaka goalkeeper utapata beki kwa kupiga tackling za kuvunja miguu, na ndio mna mabeki maishi na mafuadi wanavamia kwa sababu mmekataa.